Okay, habari gani wataalamu tena. Sasa hii ni clip ya pili ama episode ya pili ya maelekezo ama mafunzo mafupi kwa wataalamu wa TEHAMA ambao wataratibu zoezi la kuwasajili watumiaji wa mfumo wa MEMS. Sasa tunafahamu kwamba tuko wataalamu wa TEHAMA katika ngazi mbili tofauti, ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya. Sasa je, ni watu gani wanaotakiwa kusajiliwa ngazi ya mkoa na ni wakina nani wanaotakiwa kusajiliwa ngazi ya wilaya? Hapa nimeambatisha jedwali ambalo linaonesha cheo ama position, lakini aina ya watumiaji tunaowasajili, department tutakazo sajili, lakini pia na roles ama user role tutakazoziweka. Kwa mfano, tutakuwa na mtu anamuita rector, nadhani regional communication technology officer ama regional ICTO. Huyu rector yeye atakawa sajili ni wale waratibu wa chanjo wa ngazi ya mkoa, kwa maana ya regional vaccine store ama DV ama RVS kama tunafahamu. Kwa hiyo ukijiona wewe unahusika na hiki cheo kama mimi ni regional ICTO, utatakiwa kumsajili. Kwanza utasajili department, utatengeneza department, tutaelekezana. Utatakiwa kuwa kwenye department inaitwa regional vaccine store, unaona. Na watu ambao utatakiwa kuwasajili kwenye hiyo regional vaccine store ni Rivo, assistant Rivo na BME in charge wa huo mkoa husika. Naona ni Rivo, assistant Rivo na BME in charge wa huo mkoa husika. Na rules ambazo utakazo hapa ni kama nilivyoeleza hapo awali kwamba ni utawapa kama ni Rivo utampa rule ya Rivo, kama ni assistant Rivo utampa rule ya assistant Rivo, kama ni BME in charge utampa tu BME in charge. Lakini watu unawasajili kwenye department inaitwa regional vaccine store. Tutakuja kuelekezana mbele namna ambavyo tunaweza tukatengeneza department na kuwaweka watu. Mtu wa pili tunasema ni DICTO ama District Information Communication Technology Officer. Huyu ni IT wa wilaya. Kwa hiyo yeye watu ambao atakawasajili katika wilaya yake atamsajili DIVO, atamsajili assistant DIVO, yani District Immunization Vaccine Officer. Umeona kitu kama hicho. Lakini atamsajili assistant wake, assistant DIVO, atamsajili BME in charge wa wilaya husika. Sawa. Kwa hiyo kwenye department naye atawaweka kwenye department inaitwa District Vaccine Store. Sawa. Na role atakayowapa, kama ni DIVO atampa role ya DIVO, kama ni assistant DIVO atampa role ya assistant DIVO, na kama ni in charge wa wilaya atampa BME in charge. Lakini make sure kwamba atatengeneza department au ataweka kwenye department ambayo inaitwa District Vaccine Store. Lakini huyu DICTO baada ya kuwa amecreate hii ama create ya watu wa wilayani, lakini pia atatakiwa kwa create watu wa vituoni, kwa maana vile vituo ambavyo viko ndani ya wilaya yake husika. Sawa. Kwenye kila kituo atamtengenezea account user kwenye kila kituo. Naona okay. Na huyo user atampa role ya RCH in charge, lakini pia atatengeneza department inayoitwa RCH. Sawa. Reproductive Child Health. Hiyo ndo kirefu chake hiyo department. Naona. Kwa hiyo atawasajili watu wa vituoni. Huyu DICTO tunamuita huyo. Atawasajili watu wa wilayani kwanza, lakini atawaweka kwenye department inaitwa District Vaccine Store. Naona. Lakini pia atawasajili watu wa vituoni ambao atawaweka kwenye department inaitwa RCH in charge, na atakuwa anaingia kwenye kila kituo husika. Sawa. Kwa hiyo hawa ICTO wote, kwa mfano ICT wa mkoa, department mama ya kwake itakuwa ni Regional Vaccine Store, lakini ni madikto wote department mama
ni district vaccine store. Unaona? Na hawa waratibu wa vituo na hawa watu wa vituoni utakawasajili, utakuwa unaingia kwenye vituo vyao, una switch ama una change kwenye, unaingia kwenye facility zao, unatengeneza department inaitwa RCH ama Reproductive Child Health, na role utakayowapa ni RCH in charge. Tutaweza kuelewa mbele vyema. Nadhani kwa haraka hapa mtakuwa mmepata concept ambayo itaenda kutusaidia huko mbele katika kusajili hawa watu bila kuwachanganya kwenye department ambazo wanatakiwa kuwa. Asante.